Ni asante kwa Jehova Mungu ambayo ameniandaa siku ya leo ili ni ubiri habari njema, na nimesema asante. Kwa majina, kabla sijaanza kwa majina, naitwa Pastor Agustino Omedo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Siku ya leo nimeomba, naweza omba ama nataka niombe uchukue nafasi yako kidogo, ili kisha baada ya injili tutaomba pamoja nawe. Ndio kwa maana Mungu amenituma siku ya leo. Kiini cha maneno ambayo Mungu amenituma naye, ama ujumbe ambayo Mungu amenituma siku ya leo, inasema habari njema kwa waliofungwa. Habari njema kwa waliofungwa. Hiyo ndio maneno ambayo Mungu amenituma naye siku ya leo. Kabla sijaenda, nataka kila mahali popote uko uinamishe kichwa chini ili tukabidhi neno mbele ya Mungu. Wacha tuombe. Baba, nimesema asante, nimeweka mtamazaji mkononi mwako, mpatie ili sikivu mzuri ili asikie neno ambayo nitakahubiri. Baba, nimeomba hayo nikiamini ushampatia sikivu vizuri katika jina la Yesu mkombozi wetu aliye juu. Jinsi nilivyosema, ujumbe wangu ya leo ni habari njema kwa waliofungwa. Enyewe kwa kusema kweli, shetani amefunga watu kwa njia tofauti tofauti. Kuna watu shetani, ibilisi mwovu shetani amefunga watu, ameteka nyara watu mpaka watu wamevunjika moyo. Lakini leo Mungu amenileta ili nihubiri habari njema kwa waliofungwa. Nataka mahali popote uko uchukue Biblia yako, alafu tusome na wewe. Nitaisoma siku ya leo Isaya 61 mstari wa kwanza hadi la pili. Kisha tutaenda jinsi Roho itakapo tuelekeza. Nataka nisome. Chukua Biblia yako mahali popote uko, tusome Isaya 61 mstari wa kwanza. Biblia inasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Pili, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Vile nimesema, enyewe shetani ibilisi mwovu amefunga watu kwa njia tofauti tofauti, lakini siku ya leo Biblia inasema Mungu amenitia mafuta ili niwahubirie wenye waliofungwa. Lakini Biblia inasema leo mtu atafunguliwa. Sijui mahali popote uko, nataka niongee na mama ambaye ananiona, nataka niongee na baba ama kijana ama msichana ama mama mjane ama mtoto wa shule ambayo ananitazama siku ya leo, ambayo atasema enyewe pastor, mimi nimefungwa, lakini nasema leo utafunguliwa katika jina la Yesu. Juu ibilisi mwovu shetani amefunga watu kwa njia tofauti tofauti. Je, mahali popote unatazama runinga ya Lolo TV, sijui shetani amekufunga na njia gani, lakini Biblia inasema leo ni siku ya Bwana. Ndiposa nataka ambayo unanitazama, je, shetani amekufunga na njia gani? Labda amekufunga na ugonjwa. Hiyo ni ibilisi mwovu shetani. Kuna mtu ananitazama siku ya leo ambayo shetani amefunga ye na ugonjwa. Ametafuta tibu, hakuna jawabu. Ametafuta matibabu, usaidizi hakuna. Labda umetembea hospitali tofauti tofauti, hujaona usaidizi. Ugonjwa inaongezeka tu. Labda ugonjwa ya damu ikikuja ni wewe, ya mfupa ikikuja ni wewe, ugonjwa wa kuzindikiza damu yani pressure pia ni wewe, ugonjwa wa kisukari kitokea ni wewe, labda kichwa kuuma ni wewe. Lakini Mungu wetu ni Mungu mkuu. Juu Biblia inasema
Biblia inasema Mungu wetu, roho ya Bwana iko juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Labda umetekwa nyara na ugonjwa, lakini Mungu leo amenituma hapa kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na kufunguliwa kwenye waliofungwa. Pengine unanitazama ukiwa kwa hospitali. Shetani amekuweka na ugonjwa. Pengine umejaribu kutafuta utibabu ingonjwa. Pengine ukienda hospitali unapima, lakini ugonjwa haipatikani. Lakini siku ya leo ni siku ya Bwana. Utapona katika jina la Yesu. Vile Biblia inasema, vile nilisema, ujumbe yangu ya leo ni habari njema kwa waliofungwa. Sijui we umefungwa kwa njia gani? Wewe ambaye unanitazama siku ya leo, je, umefungwa kwa njia gani? Juu Mungu ameshuka ili atende. Juu amesema, ukisoma mstari wa 2 inasema kutangazia mwaka wa Bwana. Mwaka wa Bwana, yani hii ni mwaka wa Bwana. Mungu wetu atakuponya katika jina la Yesu. Sijui umefungwa kwa njia gani? Pengine umekosa amani katika nyumba. Shetani, ibilisi mwovu, shetani amekufunga. Yani amefukunga, amani imekataa, iwezi rejea kwa nyumba. Yani wakati mulioana, mulipendana kama chanda na pete. Lakini siku hizi ama wakati huu, shetani amwezi patana kwa mdomo. Kila mtu na njia zake. Lakini Mungu anasema ni mwaka wa Bwana. Pengine umejaribu njia zote, imani imekataa, iwezi rejea kwa nyumba. Lakini siku ya leo Mungu anasema ni siku ya Bwana. Ndio kwa maana Mungu amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na kufungulia kwa waliofungwa. Je, umefungwa na njia gani? Na hii ni mwaka wa Bwana. Juu Biblia inasema mzuri katika mstari wa 1, ni roho ya Bwana iko juu yangu, juu kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wenye wamevunjika moyo habari njema. Kuwaganga waliovunjika moyo. Je, ni nini unataka mbele ya Mungu siku ya leo? Labda pengine umetafuta kazi. Shetani ibilisi amekufunga, uwezi pata kazi. Pengine umeshajaribu na njia zote kupata kazi, imegonga mwamba. Pengine uko na vyeti ya kutafuta kazi. Umesoma lakini unaona masomo yako iwezi kukusaidia. Hiyo ni ibilisi mwovu, shetani amekufunga. Umetafuta kazi mpaka kutafuta kazi imegeuka kazi. Lakini siku ya Bwana ni siku ya leo. Pengine umeshafanya application mwaka mingi, umejaribu, hakuna jawabu, hakuna mambo mzuri ambayo inarudi. Hiyo ni shetani amekufunga. Pengine ulikuwa unafanya kazi lakini ulifukuzwa bila sababu. Hiyo ni ibilisi mwovu, shetani amekufunga. Lakini Biblia inasema leo amenitia mafuta niwahubirie habari njema siku ya leo. Amenituma hapa ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na kufunguliwa kwa waliofungwa. Je, umefungwa na njia gani? Njia gani shetani amekufunga, ibilisi mwovu shetani? Lakini leo ni siku ya Bwana. Jinsi Mungu amenituma, amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu walioshavunjika moyo. Hii ni siku ya Bwana. Sijui naongea na nani. Sijui unanisikiza Lolwe TV ukiwa wapi. Leo ni siku ya Bwana. Utafunguliwa katika jina la Yesu. Utapata kazi kabla mwaka kuisha. Mungu atafungulia njia na utapata kazi kimiujiza. Je, naweza kuuliza, shetani amekufunga na njia gani? Na Biblia inasema roho ya Bwana iko juu yangu, amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu. Enyewe watu wamevunjika moyo. Unatazama Lolwe ukiwa wapi? Wengine wamekosa hata usingizi, hawezi lala usiku juu wanapitia majaribio mengi. Lakini Mungu amenitia mafuta ili nihubirie waliovunjika moyo. Ni mwaka wa Bwana kufunguliwa. Labda amekufunga
Huwezi oleka. Wacha niongee na msichana mwingine ambaye anitazama, ama mama mwingine ambaye anitazama siku ya leo. Umekaa hapo unanitazama, pengine unatiririka machozi, unasema pastor, yenyewe mimi ndio nimefungwa na mwovu shetani, lakini nasema leo ni siku ya Bwana, utafunguliwa katika jina la Yesu. Pengine shetani amekufunga enyewe, huwezi pata Bwana. Umejaribu njia zote, mwaka nenda mwaka rudi, imegonga mwamba. Shetani mwovu imekata, huwezi pata Bwana. Pengine uko mrembo enyewe, lakini hakuna mtu anakutaja, hata anakuita hata na jina. Pengine unafanya kazi, lakini Bwana wa kuishi shetani imekata, huwezi kana Bwana. Hiyo ni shetani amekufunga enyewe. Ukisikia injili unasikia ni kama unasema pastor, mimi unaniona, mimi sioni mtu. Roho ya Bwana ndiye anakuona mahali popote uko, lakini Mungu atatenda siku ya leo. Je, unasikia ukiwa wapi? Shetani amekufungua na njia gani? Amekufunga na njia gani? Pengine watoto naye uko naye, lakini Bwana shetani amekataa, huwezi kaa naye. Watoto uko naye, pengine uko na watoto watatu, kila mtoto na baba yake. Enyewe ukikaa unasikia machozi inataka kutoka juu shetani imekataa, huwezi kaa na Bwana. Shetani amekuteka nyara, na mimi Mungu amenituma leo niwahubirie habari njema. Mungu amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. So unaona umevunjika moyo, amenituma kuwatangazia mateka uhuru wao. Leo utakuwa uhuru katika jina la Yesu. But after maombi utaona miujiza ya Bwana. Unasikia ukiwa wapi? Leo kufunguliwa kwa waliofungwa. Je, umefungwa wapi? Njia gani shetani amekufunga? Lakini Biblia inasema ni mwaka wa Bwana. Shetani hana nguvu mbele yako. Shetani ana mamlaka katika maishani mwako. Mungu wetu ni Mungu mkuu, Mungu mkuu aliye juu. Mungu mkuu atatenda. Unanitazama ukiwa wapi? Labda wacha niongee na mtu hapa. Labda umetafuta mtoto, imegonga mwamba. Shetani amekufunga, huwezi pata mtoto. Pengine unaniona asubuhi ya leo, pengine asubuhi uliamuka, ulikunywa hata dawa ya kienyeji, unaona hakuna mabadiliko. Umetafuta, umeenda hospitali mbalimbali, hakuna jawabu. Umetafuta hospitali, hakuna mafanikio. Umejaribu kupata mtoto, imegonga mwamba. Lakini leo ni siku ya Bwana. Kuna mwenye anatazama hapa, ukishika mimba, ikifika mwezi 3 ama mwezi wa pili, hiyo mimba inatoka, hata hujui nini imetoa. Wengine wanazaa mzuri, lakini hawawezi beba mtoto kwa mkono yao, juu ibilisi mwovu shetani amewafunga. Je, unasikia imefunga ukiwa wapi? Lakini Biblia inasema Mungu amenituma kuwaganga waliovunjika moyo. Hii jambo inaweza fanya uvunjike moyo. Mungu amenituma kuwatangazia mateka uhuru wao. So unaona ulitekwa nyara na mwovu shetani, ndio kwa maana huwezi beba mtoto kwa tumbo yako. Lakini siku ya leo ni siku ya Bwana. Amenituma kufunguliwa kwa waliofungwa. Je, shetani amekufunga na njia gani? Hii ni mwaka wa Bwana. Tena kabla mwaka kuisha utabeba mtoto katika jina la Yesu. Pengine unanitazama unasema pastor, enyewe kama unaongea unafikiria tu unaongea juu yangu. Roho ndiye inakuona mahali popote huko. Juu nitaomba na wewe Mungu ambaye amenituma hapa. Juu Biblia inasema Roho ya Bwana iko juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na waliofungwa habari za kufunguliwa. Habari za kufunguliwa. Mtu atafunguliwa siku ya leo. Sijui unatatazama ukiwa wapi. Je, ni nini imekufunga? Ibilisi imekufunga na njia gani? Juu Mungu amenituma leo utafunguliwa katika jina la Yesu. Kunaye ananitazama hapa, anasema pata siku lala usiku. Ukitembea barabarani gari inapiga on, lakini usikii. Juu unapitia majaribio. Lakini siku ya leo Mungu atakufungua katika jina la Yesu. Pengine ni biashara.
labda ni biashara. Kuna wengine wanatazama hapa, shetani amefunga mabiashara yao. Unajaribu njia zote, lakini biashara haiwezi enda. Ulikopa mpaka loan, ilitumbukiza hapo ndani, ilipotea hivyo. Huwezi kaa, pesa huwezi kuwa kwa mkono yako. Pengine unajaribu biashara, hii inaanguka. Wengine wananitazama siku ya leo, ukijaribu hii ya mboga inavunjika, ukijaribu ya viatu, ukijaribu na M-Pesa, ukijaribu njia zote. Wengine wako na magari kwa barabara, wengine wako na jahazi hapo baharini, hakuna mmoja hata inashika samaki. Sijui inaongea na nani. Anasema pastor, enyewe mimi ndio nimefungwa na mwovu ibilisi, mwovu shetani. Wengine wameshajaribu biashara, wameshaweka biashara hata za duka, inaanguka tu. Anaweka biashara ya M-Pesa, hakuna ile inafanya kazi, hakuna ile inaendelea juu, kwa sababu mwovu shetani imemfunga. Lakini Biblia inasema Mungu wetu amenituma kuwaganga waliovunjika moyo. Mpaka umeshavunjika moyo, unasema pastor, ni kweli mimi ndio nimevunjika moyo, mpaka amenituma nikatangazie wenye wametekwa nyara kwa uhuru wao. Ulitekwa nyara na mwovu shetani, ndio kwa maana pesa huwezi hata kaa kwa mkono yako. Lakini ni siku ya Bwana, siku ya leo Bwana atatenda katika jina la Yesu. Hakuna mambo imesajaribiwa kukosa Mungu kutenda. Je, unasikia ukiwa wapi? Mungu atarudisha biashara kwa mkono yako katika jina la Yesu. Hii mwaka kabla iishe, utaona mkono wa Bwana. Sijui nani anasema pastor, mimi ndio nasikia kama mwovu shetani aliniteka nyara. Je, nakuuliza, shetani amekufunga na njia gani? Lakini nimeleta habari njema siku ya leo kwa waliofungwa kufunguliwa, waliovunjika moyo watarejeshewa amani. Je, shetani amekufunga na njia gani? Pengine ama labda ni pombe. Enyewe kuna mtu ananitazama hapa, anasema pastor, mimi ndio nimefungwa na pombe. Boma yangu, mama mwingine ananiona hapa, ama mzee mwingine ananiona hapa. Pombe imefanya watoto wake hawawezi pata kazi, watoto wake hawawezi oa, watoto wake hawawezi fanya maendeleo kwa boma, hawezi pata bibi wakae naye. Juu ya nini? Pombe. Shetani umefunga na juu ya pombe. Hata nikiongea sahihi, kuna mwingine anasema anaona tu kabla hajakunywa pombe asikii vizuri. Lakini Mungu amenituma, anasema amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, amenituma kuwatangazia mateka uhuru wao, kufunguliwa kwa waliofungwa. Je, ni nani amefungwa? Anasema pastor, mimi ndio nimefungwa. Mwovu shetani amefunga nyumba yangu na pombe. Bwanangu analewa, sio kupenda kwake, analewa kupindukia. Sio kupenda kwake, ni mwovu shetani, lakini ni siku ya Bwana. Leo Bwana atamfungua katika jina la Yesu. Pombe itaisha katika jina la Yesu. Je, ni nini imekufunga? Shetani amekufunga na njia gani? Biblia inasema Isaya 61, Roho ya Bwana iko juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Nani anasema pastor, mimi ndio nimetekwa nyara na mwovu shetani? Juu nitaomba na wewe Mungu. Mungu wetu anaweza. Mungu mkuu anaweza. Hakuna jambo imesajaribiwa Mungu akose kutenda. Ni jambo gani? Leo utaleta mbele ya Mungu. Labda mtu ananiona hapa, anasema pastor, mimi ndio nimefungwa na shetani. Hawezi jenga, hawezi kaa na nyumba, hawezi jenga nyumba mzuri. Pengine unapanga na inapanguka. Hiyo ni ibilisi, mwovu shetani. Pengine umeshajaribu, pengine umenunua kila kitu iko chini, kila kitu umenunua, msumari, umeshanunua miti, umeshanunua mabati, lakini ili uende nyumbani kujenga, mwovu shetani imekufunga. Leo utafunguliwa katika jina la Yesu. Pengine mtu ananiona hapa, ulianza kujenga, nyumba imeishia hapo katikati, pesa imeisha kwa mkono yako, nyumba iwezi endelea. Hiyo ni mwovu shetani amekufunga.
lakini Mungu amenituma leo, amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, kufunguliwa kwa waliofungwa. Je, nakuuliza, shetani amekufunga na njia gani? Na huyo Mungu ndio nimemleta siku ya leo. Tutaomba naye Mungu. Mungu anatenda. Mungu wetu anatenda, sio kujaribiwa. Mungu anatenda. Utaona mkono wa Bwana siku ya leo. Juu vile Mungu amenituma leo niwahubirie habari njema kwa waliovunjika moyo. Unasema ukweli, Pastor, mimi ndio nimevunjika moyo. Hata kuhubiri mimi nimevunjika moyo. Lakini vile nimesikia, unasema kimoyomoyoni vile umesikia hiyo agano, utasema Pastor, enyewe Mungu wetu yuko. Mungu atatenda. Pengine unanitazama siku ya leo, asubuhi ya leo, kuna wengine wamefungwa. Bwana hawezi peleka mahali kwao. Hata sasa hivi unanitazama, umeshakaa na bwana yako mwaka 15, hata mbuzi japelekwa. Milisi mwovu shetani amekufunga. Pengine unanitazama hapa, umekaa na bibi yako mwaka zaidi ya 15, hujapeleka hata mbuzi kwao. Hiyo ni mwovu shetani amekufunga. Mnajaribu kupanga na inapanguka. Lakini Mungu wetu anasema leo nimeleta habari njema. Mungu amenitia mafuta ili kuwahubirie kwa kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na kufunguliwa kwa waliofungwa. Je, unasikia umefungwa ukiwa wapi? Juu Mungu wetu atatenda. Mungu ni Mungu wa maajabu. Mungu anatenda. Hakuna jambo tumesajaribu kukosa Mungu kutenda. Mungu atatenda siku ya leo. Nani anasema Pastor, enyewe maneno ambayo unahubirio inaniguza? Hata saa hii wengine wanasemanga nikihubiri, wanasema Pastor, ni kama unaniona. Mimi sikuoni. Roho ndiye anakuona mahali popote uko, na hiyo roho ndiye itashuka na itakutendea na utafunguliwa siku ya leo. Je, unasikia ukiwa wapi? Mungu atatenda siku ya leo. Pengine ama labda umefungwa. Mwovu shetani amekufunga na njia mingi. Pengine unanitazama hapa, mtoto wa shule. Shetani amekufunga uwezi soma. Shetani amekufunga umeshajaribu. Pengine uko college, unaona karo ya shule uoni mahali itatokea. Hiyo ni mwovu shetani amekufunga. Pengine amekufunga uwezi soma. Unajua kuna boma zingine hakuna mtoto anaweza maliza class 8. Wanafika tu darasa la 7 na 5, wanawacha shule. Hata wengine waniona saa hii, unasema Pastor, mimi ndio mtoto wangu alitoroka shule. Hizi jambo ukifikiria unasikia uchungu moyoni. Juu shetani, ibilisi, mwovu shetani amekufunga. Je, amekufunga na njia gani? Na Biblia inasema siku ya leo Mungu amenileta nihubirie habari njema, kuwaganga waliovunjika moyo, kutangazia mateka uhuru wao na kufunguliwa kwa waliofungwa. Utasoma mpaka chuo kikuu. Ni nani anasema Pastor, mimi ndio nimefungwa na mwovu shetani? Shetani hana mamlaka juu yako. Mungu wetu, Mungu atatenda. Jinsi nilivyosoma hapo, Biblia inasema Isaya, Roho ya Bwana iko juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wenyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Je, nini imefanya umevunjika moyo? Je, ni nini imefanya umekosa amani? Je, ni nini imefanya nini imefanya umefungwa? Juu Biblia inasema leo ni siku ya Bwana kufunguliwa. Utafunguliwa katika jina la Yesu. Hakuna jambo imeshajaribiwa kosa Mungu kutenda. Je, ni ugonjwa? Utafunguliwa siku ya leo katika jina la Yesu. Je, umeshatafuta Bwana siku mingi? Leo utafunguliwa katika jina la Yesu. Je, umetafuta? Wengine wananiona hapa, ama kuna mzee ama kuna kijana ameniona hapa, anasema Pastor, mimi ndio nimefunga. Umeshajaribu kuoa, inagonga tu mwamba. Umeshajaribu kukana bibi yako, umeshajaribu njia zote, uwezi kana bibi. Hata vile unaniona saa hii unakaa peke yako, ukisikia kuhubiri unasikia uchungu. Kuna mwingine ananitazama siku ya leo, anasema Pastor, mimi ndio najaribu kukana bibi.
mabibi wanatoroka tu bila sababu, lakini mwaka ni mwaka wa Bwana. Biblia inasema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, amenituma kuwatangazia mateka uhuru wao na kufunguliwa kwa waliofungwa. Nani anasema pasa mimi ndio nimefungwa na mwovu shetani? Juu Mungu amenitia mafuta nihubiri habari njema kwa waliofungwa. Utafunguliwa katika jina la Yesu. Hakuna mambo imeshajaribiwa kosa Mungu kutenda. Mungu atatenda. Nimeona mambo mingi ambayo Mungu anatenda. Pengine vile nimesema, pengine umeshatafuta mtoto mwaka mingi. Hii ndio mwaka wa Bwana. Pengine umekuwa mgonjwa, pengine unaniona hapo hospitali. Leo ni mwaka wa Bwana. Utapona katika jina la Yesu. Pengine ni biashara ambayo hapo nimesema awali, unajaribu inaanguka, unajaribu unaanguka. Leo ni siku ya Bwana. Pesa itakuja kwa mkono yako na utafungua biashara katika jina la Yesu. Hakuna jambo tumeshajaribu kosa Mungu kutenda. Je, ni nini? Ama ni kazi? Mungu atafungua siku ya leo. Vile nimesema na vile Biblia imenena. Ni ndio mwaka wa Bwana. Mungu atafungua njia zote. Iwe ni ya kazi. Utapata kazi kabla mwaka kuisha katika jina la Yesu. Mungu anataka tu mtu ambaye ako na amani na imani. Kuwa na imani kuu na Mungu atatenda. Hakuna mambo tumeshajaribu kosa Mungu kutenda. Mungu atatenda katika jina la Yesu. Je, unanisikia Lolo TV ukiwa wapi? Mimi nimeshaona yale Mungu anatenda. Hata siku ya leo vile alinitendea, hivyo ndivyo Mungu atakutendea. Je, ni nini unataka ulete mbele ya Mungu? Nataka niombe na mtu ambaye anasema, pastor enyewe ukiongea hivyo mimi ndio nilishakata tamaa. Nimeshajaribu, imegonga mwamba. Lakini siku ya leo Mungu amenitia mafuta niwahubirie habari njema kwa waliofungwa. Nani anasema pastor mimi ndio nilikuwa nimefungwa na mwovu shetani? Mimi ndio shetani alikuwa ameniteka nyara na mimi ndio nimeshavunjika moyo. Nimesema ni siku ya Bwana. Nataka niombe na mtu ambaye anasema pastor enyewe nimesikia mahubiri. Nataka niombe na mtu. Sijui uko wapi. Ukiwa Nairobi ama ukiwa Kisumu, ukiwa Nyeri ama ukiwa Mount Elgon ama ukiwa Mombasa, nataka niombe na wewe. Kama unaweza gotika chini, unaweza gotika. Kama unaweza shika runinga, unaweza shika runinga. Kama unaweza chukua tu hatua ya imani, unaweza chukua hatua ya imani na tuombe na wewe. Nataka niombe Mungu pamoja na wewe. Guza TV na kuwa na amani. Tunaomba. Baba, nimesema asante. Nimeweka huyu mtamazaji mkononi mwako. Nimeweka huyu mama, nimeweka huyu mzee, nimeweka huyu msichana, nimeweka huyu kijana, huyu mama mjane, huyu mtoto wa shule ambayo alitekwa nyara na mwovu shetani. Jinsi Biblia imenena, Mungu wetu, mfanyie leo, naenda mahali popote ako na umtendee. Na nimeomba hayo nikiamini umeshamtendea katika jina la Yesu mkombozi wetu aliye juu. Sema amen mahali popote uko na Mungu ametenda. Jinsi nilivyosema hapo, kwa majina naitwa Pastor Agustino Omedo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kanisa letu inaitwa House of Hope and Redemption International Church. Nairobi tunapatikana Babadogo, hapo ndio tuko na kanisa. Watu wamekuja na wameona utukufu wa Mungu. Mji wa Kisumu pia Mungu analeta kanisa hivi karibuni. Tutakuwa na kanisa na nitawatangazia. Nataka niwache namba yangu. Watu wameshachukua namba yangu, wamepiga na wamepata usaidizi. Namba yangu ni 0726 84 3941. 0726 84 3941. Namba yangu ya Airtel ni 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Na ubarikiwe. Shalom. Mpaka tukutane siku ingine. Shalom.